Ibana, karibu tena kwenye Inside Filamu, na hii ni Swahili Recap, ambapo leo tunakwenda kuiangazia movie mpya iitwayo Dr. Mobius. Kaa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, twende sawa. Filamu inaanzia huko New York City, Marekani, kwenye jiji ghali zaidi duniani, ambapo tunamuona mwanasayansi mmoja akifanya jaribio la kipekee sana, ila jaribio lake linamfanya aende mpaka nchini Costa Rica kwenye pango lililojaa popo wa vampire. Dr. Mobius anakundua kifaa cha kukamata popo, kisha anaamua kuukata mkono wake kama chambo. Damu inaanza kumwagika, halafu maelfu ya popo wanaanza kumzingira. Huku upande mwingine tunarudishwa nyuma kwa miaka kadhaa, ambapo tunamuona Michael Mobius akiwa kijana mdogo anapokea mashine ya damu na kuanza kuitumia kutokana na aina ya ugonjwa unaomsumbua, ugonjwa unaoitwa blood-borne disease. Ila kwa wakati huo huo mashine ya mtoto mwingine aitwaye Milo ghafla inaharibika, almanusura Milo apoteze uhai. Ila Michael anatumia kipawa chake na kuitengeneza mashine hiyo ya Milo kimaajabu, tukio linalofanya Michael apelekwe kwenye shule maalumu ya watoto wenye vipaji vya kisayansi. Tukirejea kwenye miaka ya hivi sasa, tunamwona Michael kesha kuwa mtu mzima sasa na ni daktari bingwa wa kutengeneza artificial blood, damu inayowasaidia wagonjwa wenzake wa tatizo kama lake la blood-borne disease. Ugunduzi wa Michael unafanya atunukiwe tuzo ya Nobel, ila yeye anaikataa, kwani bado anaona hajaipata tiba halisi ya ugonjwa huo, bali ni tiba ya awali tu aliyoipata mpaka sasa. Afya ya Michael inaonekana kudhoofika siku baada ya siku. Dr. Michael Mobius anampeleka Martine kwenye chumba cha siri chenye popo wa vampire na kumweleza ajenda yake ya kutaka kumix DNA ya popo na DNA ya mwanadamu ili aitengeneze tiba ya kudumu ya ugonjwa huo wa the blood-borne disease. Ila mara ghafla Milo anaingia kwenye maabara hiyo ya Dr. Michael na kumwahidi Michael kwamba atampatia fedha nyingi ili tu afanikishe utafiti wake. Dr. Michael anakubali na hatimaye anampokea Milo kama rafiki wa karibu sana. Ila Dr. Michael Mobius wala hakumweleza Milo hatari ya jaribio hilo. Dr. Michael Mobius na mpenzie Martine wakapanga kuzimix DNA ndani ya meli kubwa baharini ili wajihadhari na madhara yanayoweza kujitokeza kibinadamu kwa mujibu wa sheria ya sayansi nchini Marekani. Maandalizi yakafanyika. Hatimaye Dr. Martine akamfunga Dr. Michael Mobius kwenye kiti maalumu cha jaribio. Kisha Dr. Michael Mobius akaingiziwa seramu mpya yenye mchanganyiko wa DNA ya popo kwenye uti wake wa mgongo. Mara mwili ukaanza kumtetema, moyo ukakoma kwa sekunde. Ghafla Michael akageuka na kuwa kiumbe chenye nguvu za ajabu, mpaka Dr. Martine akaogopa na kupiga kungu. Ndipo walinzi wa meli wakaja na kukuta Michael si mwanadamu tena. Wakajaribu kumshambulia kwa risasi, ila Mobius akawaua wote kwa kasi ya ajabu. Dr. Martine yeye akapoteza fahamu kwa bahati mbaya na kuzimia mazima. Baadaye sana, mara baada ya Dr. Michael Mobius kujielewa, aligundua kwamba tiba hiyo si nzuri bali ni mbaya zaidi ya laana. Dr. Michael alichukua tiba kadhaa zilizosalia na kutoroka nazo kutoka humo melini. Baada ya siku kadhaa mbele, Dr. Michael Mobius alirudi tena New York City na kujifungia ndani ya maabara yake. Kisha akajifanyia vipimo juu ya mwili wake huo mpya alioupata na kubaini kwamba kwa hivi sasa anao uwezo wa supersonic, uwezo wa kuruka na uwezo wa kuona kwa echolocation. Huku upande mwingine, timu ya FBI ikiongozwa na Agent Rodriguez walimudu kufika kwenye meli ile na kukuta miili ya watu 8 ikiwa imekufa kikatili katika hali ya kufyonza damu. Ikabidi wamtilie shaka Dr. Mobius kutokana na historia yake juu ya majaribio yake kadha wa kadha ya husuyo damu. Siku moja, bilionea Milo alimtembelea tena Dr. Mobius, lakini Milo akastajabu kumkuta Dr. Mobius akiwa ana uwezo mpya wa kutembea pasi na kutumia mkongojo. Milo akamwomba sana Mobius amhusishe kwenye tiba hii, ila Mobius akakataa katu, akihofia madhara ya tiba hiyo kwa wanadamu. Ilibidi Milo aondoke kishingo upande, huku akijua nini cha kufanya. Lakini katikati ya usiku mzito wa manane, Milo alionekana kuingia kimya kimya ndani ya maabara ya Dr. Mobius na kuipata vayo moja ya serum iliyobakia. Milo akaiiba tiba hiyo na kujidunga kimakosa mno. Ghafla Milo akaanza kubadilika macho na kutabasamu kama vampire. Milo alibadilika na kuwa na nguvu za ajabu sana. Akaanza kuwaua watu wote waliomdharau zamani. Milo akawa anafurahia hii hali mpya aliyokuwa nayo, pasi na kujali kitendo cha kunywa damu za binadamu wengine kama njia ya kujiongezea damu. Dr. Mobius alimsihi sana Milo kwamba
watafute namna ili wajinasue kwenye janga hili. Lakini Milo akawa ana enjoy na kufurahia mara baada ya kuwa na nguvu na wepesi wa kuruka juu kama popo. FBI walimudu kumtia Dr. Mobius gerezani, kisha wakawa na mshuku kwa mauaji mengi yanayotokea huko mitaani. Dr. Mobius alikubali na kuwa mpole kabisa, maana jamaa yeye mwenyewe haifurahii hali hii aliyokuwa nayo. Lakini wakati Dr. Mobius akiwa yumo gerezani, alimudu kusikia kutokana na uwezo wake ule wa ajabu aliokuwa nao kwa kutumia echolocation na kugundua kwamba Milo anazidi kufanya mauaji mengi huko mtaani. Ilibidi Dr. Mobius atoroke gerezani ili arudi uraiani, akamdhibiti bwana Milo, mauaji ya ajabu yasiendelee kutokea hapo nchini Marekani. Mapambano makali yakaanza, kwani Milo alimvamia Dr. Mobius kwenye subway na kupigana vibaya mno juu ya njia za treni. Ila Milo akafanikiwa kukimbia na kwenda hadi nyumbani kwa Dr. Nicholas. Kisha akamwambia Dr. Nicholas kwamba eti Mobius katangaza vita, hivyo hata muache salama hata kidogo. Milo aliishia kwa kunywa damu ya mzee Nicholas na kujipatia nguvu mpya ya ajabu. Ndipo Milo akaenda tena kumvamia Martine juu ya paa la jengo na kumuumiza vibaya mno ili tu amkere Mobius, kwani ipo wazi Martine na Mobius ni mtu na mpenzie. Bas mara baada ya Mobius kurejea, alikuta mkewe Martine akiwa hoi bin taabani. Bibie Martine akamruhusu Dr. Mobius ainywe damu yake ili Mobius apate nguvu mpya ya kwenda kumkabili bwana Milo. Ilibidi Dr. Michael Mobius amuume mkewe, kisha akaifyonza damu yake yote. Ila kwa bahati mbaya, tone moja la damu kutoka mdomoni kwa Dr. Mobius likadondoka kwenye mdomo wa bibie Martine, lakini hakuna aliyejali. Baada ya hapo Dr. Mobius alimfuata Milo ili kumwangamiza, kwani Milo hawezi kabisa kuidhibiti hali hiyo aliyokuwa nayo. Walipambana vikali mno ndani ya pango kubwa la ardhini, lakini ilisalia kidogo tu Milo amuue Dr. Michael Mobius. Hapo ilibidi Dr. Michael Mobius aitumie nguvu yake nyingine ya ziada aliyokuwa nayo. Akawaita wale popo maelfu kwa maelfu, wakaja na kumtii, kisha akawaamuru wamshambulie bwana Milo. Milo akapewa kifinyo kitakatifu kiasi cha kubakia hoi bin taabani. Kisha Dr. Michael Mobius akaichukua serum nyingine yenye sumu ya kuua, akamdunga Milo kifuani ili afe kwa lengo la kuondoa madhara ya tiba hiyo duniani. Na kwa hakika Milo akafariki dunia. Dr. Michael Mobius akaamua kutoweka na kwenda kuishi zake pangoni na popo ili asisababishie dunia madhara mengine makubwa. Lakini kumbe Dr. Martine aliingiwa na nguvu ya Dr. Mobius bila wao kujijua, ambapo tunaona Martine anazinduka sasa, na ilhali kila mtu alijua tayari kesha kufa, jambo litakaloisababishia dunia tatizo lingine jipya. Na tukumbuke tayari Dr. Michael Mobius kesha toweka duniani, hivyo wa kumdhibiti Martine ni nani? Myself, I don't know. Labda tukutane kwenye sehemu ya pili ya movie hii ambayo bado kiuhalisia hadi sasa haijatoka.